Mbona huyu mwanamke anamheshimu mchungaji kwa sababu zipi? Ni uchungaji tu au kuna lingine nyuma yake? Kumbe kuna heshima ya kichungaji. Sasa waume zenu mwaheshimu. Baraka za maisha yako ziko kwa mume wako. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, si ndio? Sasa umeshindwa kuwa na amani na mume wako, utakuwa na amani na washirika wa kanisani. Huyu anayekukwaza ni dhambi zimekaa kwake, zimejirundika na zinazidi kujirundika na kujirundika. Aliyekwambia ni mtakatifu nani? Ni mwovu na mapepo yamekaa kwake, lakini namna ya kuishi lazima utambue. Ukikataa leo umekubali umaskini, na umaskini wako utakaa. Wanaisha siwe. Na sisi wanaume tuna tabia moja ya ajabu sana. Tuna nguvu lakini hatuna nguvu kwa mwanamke. Amepika chakula na mwangalia kwanza usoni. Amefurahi amenuna. Nikigundua amenuna nakula na mimi nanuna. Si nina shida, umaskini ndio unasema nini? Nasikia kuwa maskini ningekula huko. Sasa nina shida, bora tupatie hapa. Na mtu mmoja alisema, wanaume wanakufa upesi kwa sababu hawajui kusema sema. Mwanaume anamwambia nani mambo yake? Mwanamke akikwaza mume wako ndio rafiki yako. Unajua wanaume wengine bwana, wako hivi na jibu na msema mume wako hapo. Hasira kanapungua, unazidi kuishi kwa sababu umepumua. Mume wako hana kwa kupumulia. Anakufa upesi. Wa kwanza kulia umemua mwenyewe. Wanaweza kusaidia jamani. Simpende kwa sababu tu amekuzalia watoto na unawapenda. Unawapendaje watoto wakati unawakuta kwa huyo mwanaume? Alafu yeye unamchukia. Mpende, amekupa watoto. Yule mwanamke aliyeenda kuiba watoto kwa Sulemani, unafikiri alimchukia Sulemani? Sulemani atakayepiga angesema mimi nimekuja kutaka mtoto. Wewe piga tu. Mimi nataka mtoto. Nataka kuletea watoto alikapa. Ukinyenyekea, Mungu atabariki mtoto mmoja. Hata kama huyu baba akili zilihamia zote kwa mtoto, atakuwa ataanza kusema mama yangu na baba yangu.